Unapomaliza muda mrefu bila kushika ujauzito, kuna vitu ambavyo vinaweza kusababisha tatizo hili liweze kuwepo, na ili kuondokana na changamoto kama hii, jambo la kwanza ili tuweze kukusaidia kama Okoa Mwili Natural Aesthetic Clinic ni lazima ufanye vipimo, na hivi ni vipimo ambavyo tumependekeza sisi kama Okoa Mwili Natural Aesthetic Clinic uweze kuvifanya, na ukija na hivi vipimo tunaweza kukuhudumia baada ya kutafsiri hivi vipimo. Kipimo cha kwanza unachotaka kufanya wewe mwanamke ni pelvic ultrasound. Hii ni ultrasound ya mfumo wa uzazi ambayo inaenda kuangalia ovary, kuangalia idadi ya vifuko vya mayai yani follicles, na kujua kama una polycystic ovarian syndrome au na afya ya mfuko wa uzazi kama itakuwa sawa. Na kipimo cha pili ni kipimo cha hormone ya anti-Mullerian hormone. Hii unapima kwa ajili ya kujua reserve ya mayai au uwepo wa mayai uliokuwa nayo. Na kipimo cha tatu ni kipimo cha kutambua kama una kiwango cha kutosha cha hormone ya estrogen na utendaji kazi wa ovary kama uko sawa. Na kipimo cha nne ni kipimo cha follicle stimulating hormone na luteinizing hormone. Hiki kinapimwa siku ya pili hadi siku ya 5 kwenye mzunguko wa hedhi ili kutathmini kazi ya ovary na kama mayai yanaweza kupevuka. Na kipimo kingine cha 5 ni kipimo cha progesterone ambacho kinapimwa takriban siku 7 baada ya ovulation au siku 21 kwenye mzunguko wa siku 28 na kuendelea. Na hiki kinathibitisha kama upevukaji wa mayai umetokea au unaweza kutokea. Kipimo kingine ni cha hormone kinachohusiana na prolactin. Hiki ni kipimo ambacho kinaangalia kiwango kikubwa cha prolactin kama kinaweza kuzuia uwepo wa prolactin na kiwango chake, kwa sababu ikiwa kikubwa kinaweza kuzuia upevukaji wa mayai. Kipimo kingine ni vipimo vya tezi ya thyroid na kinaangalia matatizo ya tezi yanayoweza kuvuruga ovulation yako. Na kipimo kingine ni kipimo cha androgen profile. Androgen profile ni kuangalia zile homoni za kiume kama ziko sawa, kwa sababu hizi homoni zikisha kuwa juu zinasababisha tatizo la polycystic ovarian syndrome. Na kipimo cha 9 ni kipimo cha sukari, kuangalia kiwango cha sukari ili kutathmini kama una kisukari au kama utendaji kazi wa insulin uko sawa. Hasa hii ni kwa wale wenye PCOS au kama una dalili zozote za polycystic ovarian syndrome. Kipimo kingine ni HSG. HSG chenyewe kinapimwa kwa ajili ya naangalia ni afya ya mirija kama iko sawa au la. Na endapo umefanya vipimo ukaonekana huna tatizo lolote au ukawa na uzito mkubwa, unatakiwa kupunguza uzito wako. Yawezekana ndo chanzo cha kutopata ujauzito, na uzito wako unatakiwa urenji kati ya 50 na kuendelea mpaka 80 na usizidi hapo. Ukiwa chini ya inaweza ikawa sababu ya kutoshika ujauzito, na ikiwa zaidi ya 80 na kuendelea unaweza usishike ujauzito au ukashika ujauzito ukaharibika. Kama una miaka 35 na zaidi au umejaribu kushika ujauzito kwa muda wa miezi 6 hadi 12 bila mafanikio, basi nashauri fanya vipimo vya semen analysis kwa mwenza wako, kujua mbegu zake kama ziko sawa, idadi ya mbegu iko sawa, spidi ya mbegu kama iko sawa, mbegu zina ubora, pH yake, na kujua uwezo wake wa kutungisha ujauzito ili tutoe suluhisho kutokana na chanzo cha tatizo. Na hivi vipimo unaweza ukavipata sehemu mbalimbali hapa Tanzania. Kwa upande wa Dar es Salaam, vipimo hivi unaweza ukavipata Muhimbili National Hospital, Kairuki Green IVF hapo unaweza ukapata. Kuna sehemu inaitwa New Life Advanced Fertility Center, kuna sehemu inaitwa Navan Fertility Clinic. Ila pia kwa upande wa Kilimanjaro unaweza ukapata KCMC, Mwanza unaweza ukapata Bugando, Mbeya unaweza ukapata Mbeya Zone Referral Hospital, Dodoma unaweza ukapata Benjamin Mkapa Hospital, na Arusha unaweza ukapata Mount Meru Region Referral Hospital. Kwa upande wa Morogoro, Tanga, Iringa, Tabora, Kigoma, Mtwara, Lindi, Ruvuma, Singida, Geita, Simiyu, Mara, Shinyanga, Katavi, Songwe, Njombe, Pwani, Kagera, Rukwa na maeneo mengine ambayo tujayataja. Vipimo hivi vinaweza kupatikana kwenye hospitali za rufaa za mkoa, na baadhi ya vipimo vinaweza kupatikana kwenye sehemu mbalimbali maalum kama hospitali binafsi. Kwa hiyo hivi vipimo vinaweza kufanywa kwa ufasaha. Na kwa upande wa Zanzibar unaweza ukapata hospitali ya Mnazi Mmoja na hospitali binafsi zenye maabara za kisasa. Hapa chini tumejitahidi kuweka makadirio ya vipimo ya pesa ambayo unaweza ukaomba kwenye vipimo. Kwa hiyo
hakikisha una download hii form, itakuwa rahisi uweze kupata hivi vipimo. Kama utashindwa kuidownload, unaweza ukanitafuta WhatsApp kwa namba nitakazoziweka hapo chini ili kuwa rahisi kupata hii form.